siasa ya ubaguzi haitaendelea tena katika taifa letu la Kenya. Tulikubaliana ya kwamba sisi wote ni ndugu moja, na pamoja na kiongozi wetu aliyetuacha Raila Amolo Odinga aka Baba, tulikubaliana na yeye ya kwamba tunaunganisha Wakenya wote, tunaondoa siasa ya ukabila na chuki, tunaondoa siasa ya ubaguzi, tuweze kupanga maendeleo kila sehemu ya Kenya. Na mimi nawahakikishia, hata kama Baba ametuacha, sasa tuko na Mheshimiwa Oburu Odinga, tutatembea na nyinyi, tutahakikisha ya kwamba mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu chini, hii Nyanza, hii Siaya haitabaguliwa tena. Siaya hoye! Siaya hoye! Tumekubaliana my friends? Tumekubaliana? Na mimi nataka niwaeleze wale majamaa, wale wenye pepo ya ukabila na chuki, wale jamaa wa shares wale, mimi nimewaambia hawana nafasi ya kulete chuki, hawana nafasi ya kugawanya Wakenya, hawana nafasi ya kutuletea ukabila, hawana nafasi ya kuendeleza ubaguzi. Kenya ni moja na hawana nafasi ya kuigawanya. Sisi wote tunaungana. We are one people with a common destiny, the people of the Republic of Kenya. And nobody, no tribalist is going to divide this nation. Ama watu wa hapa mnasemaje? Nasema tuungane ama tutengane? Munasema tuungane ama tutengane? Wangapi wanasema tuungane jameni? Wangapi wanasema tuungane? Si ndio? That is what we want. Tunaelewana? Unajua kuna wengine wanasema William Ruto this, William Ruto that. Ati sijui biashara hii, ati biashara ile. Mimi nimepanga mambo ya Kenya. Nimepanga mambo ya uchumi ya Kenya. Nimepanga biashara ya watu wa Kenya. Pale hatukukuwa na resources, hatukukuwa na foreign exchange. Today, because of what we have organized, we have the highest amount of foreign exchange in independent Kenya. Pale hatukukuwa na pesa, we were not saving enough. Today, we have doubled our savings at NSSF. We are growing our savings. By next year, we will have 1 trillion shillings of savings in NSSF. Kwa sababu tunajua vile ya kupanga, tuondoe umaskini, tuhakikisha kwamba kuna utajiri, Kenya isonge mbele. Tumepanga vijana hawa, zaidi ya vijana 1.8 leo wanafanya kazi ambao wakuwa wanafanya kazi 2023. Tuko na vijana 640,000 wanafanya kazi kwa affordable housing na markets na hostels. Tuko na vijana 300,000 wanafanya kazi kwa digital jobs. Tuko na vijana 540,000 wanafanya kazi overseas employment. We have created opportunities for the young people of Kenya for them to work. We have enhanced our economy. Our economy is much more stable and consolidated than when it was in 2023. Therefore, it is true that William Ruto knows how to organize stuff, not just personal stuff, but national agenda, our national economy. So if you have a problem with that, shauri yako. Mimi nawauliza, tuendelee kupanga ajira ya vijana? Tuendelee kupanga uchumi ya Kenya? Tuendelee kupanga savings ya Kenya? Tuendelee kupanga ajira ya vijana wa Kenya? Wale watu wa shares na ukabila na pepo chafu ya ukabila na chuki tuwaambiaje? Waende wakiendanga? Waende wakiendanga? Waende wakiendanga? Sasa sikizeni watu wa Siaya. Si mnajua hawa watu wamekuwa wakinitukana for 2 years. 2 years continuously. Mara wananiita mwizi, mara wananiita muuaji, mara wananiita nini. Si wamenitukana for 2 years. Sasa juzi mimi nimewaambia wacheni matusi. Wakasema ati mimi nimesijui fanya nini. Mimi nawaambia hawa watu, nyinyi ndio mulisema hamuna agenda. Walisema hawana sera. Walisema hawana mpango. Wakasema hawana agenda. Ati agenda yao na mpango yao na sera yao ni William Ruto.
na wakasema ati watasema maneno ya William Ruto sijui mpaka lini. Sasa mimi nimewaambia, kwa sababu hamuna agenda, hamuna sera, hamuna mpango, hamuna agenda, nyinyi nitadeal na nyinyi vizuri sana. Si wamesema agenda yao ni mimi? Si wamesema agenda yao ni mimi? Sasa mimi nawatangazia nyinyi watu wa ukabila. Kwanza wewe mtu mwenye pepo chafu ya ukabila na chuki na kugawanya wananchi wa Kenya. Wewe ambaye unaibia mayatima pamoja na wale ambao hawana mabwana. Wewe ambaye unaumiza watoto wetu na kuwaua. You have no space in the Republic of Kenya. Na tutakuanika my friend. Wewe umesumbua nchi na matusi. Unaenda kwa makanisa yetu, unalete matusi. Unaenda kwa mazishi, unalete matusi. Unajifanya sisi sijui wewe ndio nani. Sisi we will deal with you perpendicularly and we are going to make sure you have no space in the Republic of Kenya. Huyo mtu ama ni aje? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Si wao ndio walianzisha hii maneno? Sasa mimi nataka niwaulize, si ndio? Mimi naheshimu sana viongozi wetu wa dini. Lakini mimi nawaomba viongozi wetu wa dini, tafadhali msikubali majukwaa, msikubali madhabahu ya kanisa itumike kwa matusi na kwa kuendesha fitina na ukabila na chuki kati ya Wakenya. You know? Sisi tunaelewana jameni? Wale watu wanatutukana kwa makanisa, sisi tunawaambia hapa, tukiwa hapa hadharani, tunawaambia punguzeni mambo yenu. Sisi tafuteni sera tushindane. Tafuteni mpango tushindane. Tafuteni mambo ya agenda tushindane. Lakini kama mnataka tushindane kwa hiyo mnataka, sisi tuko tayari. Ama namna gani? Nyinyi mkipima huyo mtu wa kitambi kubwa huyo anawezana na sisi kweli? Huyo mtu wa ukabila na chuki. Hawa nitawamalizia asubuhi na mapema, haiwezi kufika lunch time. Hii ni breakfast. I will finish with them. Siaya hoye! Siaya hoye! Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Lakini nyinyi pia, nyinyi mnanichochea sana nyinyi. Nyinyi mnanichochea sana. Ati niendelee? Ati niendelee? Hao watu niwasafishe, niwasafirishe, niwanyoroshe, waende wakiendanga? Haya, niko hapa na viongozi wenzangu. Niko hapa na ndugu yangu Mheshimiwa Opiyo Wandayi, waziri wetu wa kawi na stima. Wako Ruto kauono kandi. Mheshimiwa Rais, mimi nachukua fursa hii kukukaribisha hapa Siaya na ukaribisha hapa Yala. Ujisikie uko nyumbani Mheshimiwa Rais. Hao wananchi wa Siaya wanakupenda sana sana sana. Wangapi wanapenda Mheshimiwa Rais William Ruto? Rais William Ruto. Mheshimiwa Rais, wacha nikushukuru nikiwa hapa Yala ya kwamba wewe na serikali yako kuu umetusaidia kuziba ile pengo ambayo imeachwa na serikali ya kaunti